Habari. Natumaini haujambo. Ninakusalimia kwa jina zuri kabisa la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote hapa duniani. Leo hii nilitaka niweze kuzungumza machache na wewe mtazamaji wangu unayenitazama na kunifuatilia. Neno hili bila shaka litakuwa la kufaa sana katika maisha yetu. Asante Mungu kwa ajili ya wakati huu tunapenda kusema na watoto wako kwa habari ya neno lako la kutuponya mioyo yetu na maisha yetu Bwana. Kutana nasi, tembea nasi, utuponye, utuguse, utubadilishe mioyo yetu na maisha yetu kwa jina zuri la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa, nataka kusema neno moja tu, imani. Nataka kuzungumza nawe kwa swala la imani tu. Tukisoma katika kitabu cha Marko sura yake ya 9 na mstari wa 23. Marko sura ya 9 na mstari wa 23. Yesu akamwambia mtu mmoja, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Ni mstari mmoja tu, lakini una maana sana, kama ninavyosema kwamba ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Wapendwa, hapa duniani tunayo mambo mengi sana ambayo tunayatazamia. Wengine wanafanya biashara, wengine wana masomo, wengine wana kilimo, wengine ni wafanyakazi wa serikali, na wengine ni watu wa namna mbalimbali katika kufanya kazi ili kuweza kuingiza kipato na kuweza kuwa na maisha mazuri. Lakini katika maisha kuna kuugua, katika maisha kuna changamoto, kuna kushuka, kuna kudharauliwa, kuna kushindwa, kuna kukatishwa tamaa, kuna kuvunjwa moyo. Lakini neno hili linasema kwamba Yesu anasema ukiweza yote yanawezekana kwake aaminie. Kwa neno linachotaka kwanza tuweze kuwa ni watu wa imani. Unajua imani maana yake ni nini? Ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, na ni bayana ya mambo yanayoonekana na yasiyoonekana. Hivyo imani unakuwa na uhakika hata kama aidha jambo umeliona tayari au haujaliona. Unakuwa na uhakika kwamba bila shaka katika ukuta huu nitapita. Bila shaka katika biashara hii niliyo nayo nitafika mbali. Bila shaka katika ugonjwa huu ambao madaktari wamethibitisha siwezi kupona, watu wamesema ni mimi ni wakulala hapa, sitaamka wala sitapona. Katika kuamini kwao hivyo, wewe unaamini kwamba inawezekana nikapona. Hata kama ni ukimwi, hata kama ni kansa, hata kama ni ugonjwa wa namna yoyote ile, ukiweka imani katika Yesu Kristo, imani yako inakuponya, imani yako inakuokoa, imani yako inakuweka huru. Na hao walio confirm, waliosema kwamba haiwezekani, watashuhudia Yesu anajiweza kulifanikisha jambo hili. Kwa sababu neno linasema kwamba sitakufa bali nitaishi ili niweze kuyasimulia matendo makuu ya Bwana. Hivyo ninakutamkia siku hii ya leo, katika ugonjwa wako, katika njaa yako, katika adha yako, katika shida zako, hautakufa. Hautaangamia kabisa, hautapotea kama maneno ya watu yalivyo, kama wanavyofikiri kana kwamba utaangamia, kana kwamba utakufa, kana kwamba hautaendelea. Mimi ninakuhakikishia siku hii ya leo, ukimkubali Bwana wetu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukamwamini yeye, ukaacha imani za kiganga, ukaacha imani za hirizi, ukaacha imani za kishirikina, ukaacha imani zote zilizofungamana na Yesu, ninakuhakikishia utainuka salama na utakuwa salama katika maisha yako, utakuwa salama katika vizazi vyako, utakuwa salama katika kilimo chako, utakuwa salama katika biashara zako, utakuwa salama katika elimu yako, utakuwa salama katika maisha yako. Kila utakaloligusa litapata kibali kwa sababu umemwamini Yesu asiyeshindwa. Nikukumbushe kitu kimoja. Tulikuwa na kina Petro na wengine ambao kikawaida walikuwa wamekaa usiku kucha bila kupata samaki. Wamekaa usiku kucha hawajapata samaki hata mmoja. Kwa akili za kibinadamu ni ngumu hili jambo hili kuliamini. Na waliamini huenda majira ya usiku ndio muda wa kushusha nyavu zao na kupata samaki wengi. Lakini hawakupata hata samaki mmoja. Lakini Yesu asubuhi, majira ambayo wanaamini kwamba hakuna samaki baharini, akawaambia shusheni nyavu zenu muweze kupata samaki. Wao wenyewe wakashangaa, wakasema ni jambo la ajabu na hii. Majira haya tupate samaki.
ila wakasema kwa kuwa ni neno lako Bwana Yesu, kwa neno lako tu moja sisi tutashusha nyavu. Na walipotii na kushusha nyavu, mpendwa, walipata samaki wengi sana sana sana. Walipata samaki wengi sana 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 sana. Hiyo ninakuhakikishia, wanadamu wanaweza kusema kwamba katika biashara yako hautafanikiwa, katika kilimo chako hautaendelea, katika ndoa yako hautaendelea, katika shughuli zako hautafanikiwa, katika huduma yako hautaendelea, katika kila unachokifanya wanaona kana kwamba hautaendelea. Na wameshathibitisha, pengine ni marafiki, pengine ni ndugu, wameshathibitisha kwamba hautaweza kuendelea. Lakini hao ni wanadamu. Hata kama ni madaktari, wameshathibitisha kwamba ugonjwa huu utakuangamiza tu. Utakuwa ni mtu wa dawa, utakuwa ni mtu wa kutumainia dawa na dozi siku zote. Lakini hao ni wanadamu, sio Mungu. Hao ni wanadamu, sio Yesu. Leo hii ukichukua tendo la imani kama alivyoamini wanafunzi wa Yesu, wakasema ni kweli usiku kucha tumeshusha nyavu hatukupata kitu, lakini kwa neno lako Yesu tutashusha nyavu, na wakapata samaki wengi. Hiyo ninakwambia, haijalishi wanadamu wamesema kwamba hautaweza, hautaendelea, hautapona, hautafanikiwa katika jambo hilo, lakini nikwambia hao ni wanadamu na wanaamini hivyo kwa sababu imani zao ni ndogo na huenda hazipo katika Yesu. Lakini wewe leo hii ukigeuza imani yako ikawa katika Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuhakikishia mambo yako yote yatakuwa salama. Salama, salama sana. Mungu akubariki sana. Naitwa Esau Emmanuel. Unaweza ukasubscribe channel hii kwa kubonyeza neno hapo limeandikwa subscribe, ili wakati mwingine nitakapotoa mafundisho hata na nyimbo na huduma nyingine yote uweze kuipata kwa wakati. Mungu akubariki sana 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 sana. Amen.